Toka. Haya. Asante sana. Leo ni kuambia kwamba tulienda safari na tukawa tumeshikilia koti ya ndugu yetu Rigathi Gachagua, na tukaenda, tulitarajia kwamba ni serikali yetu yote. Lakini nataka kusema hivi, wakati serikali hii tulisaidia kuiunda tukiongozwa na mwenzetu Rigathi, serikali hii watu wa Rigathi Gachagua waliweza kuipatia % ya kura zilipopigwa katika dunia ya Kenya. Na tumeshangaa na mshangao mkubwa kuona madharau kubwa ile William ametufanyia, atakurusha Gachagua chini ya basi, akanyangwe na basi, alafu wakaenda kuita akina Raila Odinga, wale watu walikuwa wapinzani wake, akina Uhuru Muigai Kenyatta, wale walikuwa wapinzani wake. Hata siku ya leo ndio watu wale anaona marafiki. Huyo ni rafiki, lakini yule ni rafiki ambaye ambaye mnaweza tembea, ameficha kisu mahali, mkifika kwa kakona namna hii anakudunga kisu. Na tunasema vile mmesikia Jabari Orere ikituambia kila wakati, hapo tulichomekea hatutaweza kubali kurudi hapo. Na mimi nataka kuambia watu, kwa sababu kanisa ni ya watu na kura zile tunapiga bado siko hapa kanisani, na ndizo zile tunaenda kupiga pale. Na nataka kuambia mahali tuko sasa hivi ni lazima tujipange. Kujipanga, ndugu yetu Rigathi Gachagua tumemwambia, juzi mmeona tukiwa Mnyoro na wabunge wale wa mlengo wake, na tunamwambia sikiza kila mtu, na usiende ukatangaza bila kusikiza kila mtu. Sikiza professionals, sikiza wanabiashara, sikiza kila mtu. Alafu mwisho wa mwezi tuambie unataka kupeleka mlima wapi. Na ukibeba mlima, beba ikiwa Kenya mzima, kwa sababu uunganishe Kenya na Wakenya wale wengine, mlima na Wakenya wale wengine. Na nitasema vile watoto wamesema, madugu wetu hapa, majirani, wadhoniwa, Wakisii wenzetu, Waruya, wale wote wanataka kuingia kwa basi twende njia moja. Hakuna mtu tutasema afungiwe mlango, kwa sababu serikali hakuna mahali hata inafanya vizuri. Hata ukienda kula Rift Valley pia wale wakare pia wanalia machozi, pia wanateta. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaweza kusema serikali hii inafanya mema. Nataka kuikashifu sana, kwa sababu imekiwa ikiteka vijana wetu, vijana wa miaka 20 inawateka nyara. Hata kwa sababu ya vijana kwa wanahusika katika digital platform. Vijana utawazuia, ukitaka kuwazuia, chukua hao vijana na skill zao za IT peleke makazini, na ukiwaonyesha kazi ya kufanya, ukiwaonyesha kazi ya kufanya, hawatarudi huko kwa mitandao. Kwa hivyo serikali tunaambia ina jukumu kupanua space. Siku ya leo naonaga William ile kitu anafanya ni bidii sana ya ile anaita affordable housing. Na ni mzuri. Yes. Mimi na hapana. Naona rais anaweka bidii sana kutafuta makazi ya export of labor, na hakuna shida. Lakini sijaona rais akiweka bidii kupanua viwanda, kwa sababu vijana, ukiangalia wale watu wamefanya mtihani wa form 4 walikuwa 800,000. Hebu jiulize wale wamefanya mitihani na huko mbele, hawa watu wataenda wapi? Kama wale spaces zitapatikana za kwenda nje ni 200,000, na watu wa mwaka moja wale wanatoka kwa form 4 peke yake ni 800. Jamii zingine hizo zote zitaenda wapi? Kwa hivyo nasema
tuna jukumu kama viongozi kufikiria vile kupanua hasa space za kupanua viwanda, kwa sababu bila kupanua viwanda hatuwezi tengeneza ajira ya kutoshea watu wetu. Na hasa kama sisi watu wale wanaishi Nairobi hii, sisi sio wakulima, hatuna mashamba hapa, na vijana wako hapa. Vijana hawana mahali ya kwenda, industry area kumejaa, hawana mahali pengine. Mimi nataka kuuliza William Ruto, concentrate with creating spaces for jobs and especially at the area of industrialization. Panua industrialization. Angalia shida ni gani. Kama ni shinda zile tunayo hasa za power, industrial power, kwa sababu ya vile industrial power iko juu mno. Angalia ni mbinu gani Ethiopia inafanya, Uganda wanafanya nini, Tanzania wanafanya nini, ili rate zao za stima zipungue, ili wana viwanda waweze kuvumilia kufanya kazi hapa, na cost of production ipungue, ili wana viwanda waweze kuegeza hapa kwetu Kenya. Ile kitu kingine nataka kusema ni hivi. Kama Nairobi, mkumbuke tulikuwa na charter. Hiyo charter ilikuwa imeamua kwamba hii takataka hapa, hii shimo la takataka iko na ekari 76, na tukakubaliana kwamba katika siku 90 ya kwanza hiyo kiwanda itakuwa imeanza recycling, ili pia itengeneza ajira ya vijana. Hadi leo tunaenda miaka 2.5, hakuna mtu ameweza kudhibiti kuja kutuangalilia hiyo shida mpaka wa leo. Na nataka kuwauliza wenzangu, sisi sio manguruwe, na hatuwezi kuishi na timbo nataka namna hii hapa miaka yote, ambayo tukiagiza wenzetu kwamba tutaangalia hiyo, hakuna mtu anarudi kutekeleza hayo. Mimi nataka kuambia ndugu zetu, ili nipe wenzangu nafasi waweza pia kusema jambo. Ni kero kubwa, kwa sababu hii shimo nataka liko hapa kwangu, na mimi nimepigana. Tumeenda mpaka kotini wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta, tukashinda kesi. Hii kiwanda ikasemekana ifungwe, na hizo order zote za kotini hazikuweza kuheshimika. Hivyo nasema wakati umefika. Mimi nataka kuwauliza watu wangu, mimi nafikiri sasa kipindi ya 3 ile nimesonga. Mkiniruhusu mimi nataka kumenyana na magavana wale wengine watasimama Nairobi, ili tupate nafasi.